Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu siku ya leo kwa kunipa angalau nguvu za kuweza kunena. Nimekuwa nikiomba Mungu sana tangu asubuhi. Angalau anipe nguvu za kuweza kunena, lakini namshukuru kwa sababu amenipa mtomo sauti ya kuweza kunena. Nitazungumzia kuhusu nyota. Nyota ni kitu mzuri sana. Nyota mtu akiwa nayo maisha yanakuwa mazuri sana. Uliona katika Biblia wakati Yesu alizaliwa, nyota yake ilionekana na kila mtu akaiona. Basi ilipoonekana, Herode akatafuta mbinu ya kuweza kuharibu hiyo nyota. Mwanadamu akisaliwa na nyota, sana sana hao watu huwa wanatafutwa sana. Hao watu hawapendwi. Hao watu hata wakiongea hawasikiwi maneno zao. Yaani hata wakiongea maneno yanaenda tu. Yaani hao watu hata wakitaka kufanya kitu wanapingwa. Hata akitaka kufanya kitu kani anapingwa kwa sababu ya hii nyota. Yaani hii nyota inatafutwa sana, ambayo mtu amesaliwa nayo. Kila chenye mtu anafanya wanakichukua kuwa ni makosa. Yaani hata akijaribu kukaa mahali penye kundi liko, utakuta watu hawamtaki hata kae mahali penye yako, kwa sababu nyota yake inawang'aria. Wanaona nyota inang'aa, yaani inawaharibu na wanaitaka sana hii nyota. Lakini sasa hii nyota nayo mtu akisaliwa nayo iko na masharti. Hii nyota mtu akiwa nayo amesaliwa nayo, kitu cha kwanza macho yanatakana yatasame vitu vizuri, sio vitu vya tamatama. Yaani macho yakiona kila kitu cha mtu ni kisuri. Macho yakiona hiki ni kisuri, hiki ni kisuri, basi nyota ya mtu haifanyi kazi vizuri kwa sababu ya tamaa. Alafu mtomo inatakana inene mambo ya ukweli. Sana sana watu ambao wanapenda sana kutumia uongo. Kila maneno wanaongea ni uongo tu. Yaani wakitaka kuongea kitu mpaka lazima wahakikishe hicho kitu wamekipatilisha kimekuwa ni uongo. Basi nyota sawa hazifanyi kazi. Alafu mikono inatakana ishike vitu vizuri, vitu vitakatifu. Maana hizi mikono zikishikashika vitu vya wizi, yaani watu wanaibia watu pesa, watu wanaibia, yaani wanakosa vitu hata vya wakanga, yaani watu ya mitishamba wanaleta mitishamba zingine, yaani sio mitishamba za kuweza kuponya mtu, pale ni mitishamba za kuweza kuharibu watu. Pasi akikusakusa vitu kama hivyo, utakuta nyota sasa inakataa kufanya kazi kwa sababu ya hivi vitu. Alafu utakuta miguu zinakimbilia mahali penye kuna maovu. Mahali penye maovu ziko ndio hizi miguu zinaenda kusimama mahali pale. Miguu zinapeleka mwili, zinaenda kusimama mahali penye watu hata wanapikana, watu hata wanafanya vitu vingine vichafu, miguu zinaenda pale kusimama pale. Basi utakuta mtu mwenye anafanya hizi vitu nyota yake iko tu, lakini haifanyi kazi kwa sababu hataki kuilinda nyota yake, anatumia vibaya. Na mtu akitumia vizuri nyota yake itampa mafanikio katika maisha, na angalau watu wataitafuta hii nyota. Ikiwa imewekwa muhuri, imeshikwa mkono na Mwenyezi Mungu, hii nyota hata mtu akijaribu kuchukua haiwezi kumfanyia kazi vizuri. Itamfanyia kwa muda tu, lakini atafika mahali nyota itasambaratisha mali yake yote, maana si yake, alichukua ya mtu. Utakuta kwamba hata mtu anachukua mtoto wa mtu ambaye anaona ako na nyota, anaenda kukaa na yeye, anamsumbua, anamtesa na kazi mbalimbali, ili tu mradi tu huyo mtoto akae mahali pale, atumie nyota yake kwa kujitajirisha yeye mwenyewe. Lakini nataka kusema hivi, kuchukua nyota ya mtu sio mzuri, maana hata mtu akichukua mtoto ya mtu akae na yeye, alafu huyo mtoto afike mahali na akatoka, hiyo mali yote inaenda kuisha yote, haiwezi kutumu kwa sababu si nyota yake. Ametumia nyota ya mtoto wa mtu kwa kumnyanyasa. Kwa hivyo mtu atamani sana nyota yake ifanye kazi, lakini sio kuchukua nyota ya mtu ambaye itafanya kazi kwa muda samani ifanye kazi kwa muda, alafu baadaye vitu vitoweke na vya nyumba vyote. Hapana. Na utakuta wasasi wako katika kijiji fulani, wamenaswa mpaka hata mafanikio hakuna. Wamesaa watoto tena wamefumbwa macho, watoto wamekatu katika kile kijiji. Wanasema hapa ni kwetu, tulisaliwa mahali pale, hapa hatutoki. Utakuta wanahangaika, hawana mbele na nyuma, lakini wako tu katika kile kijiji. Wanajaribu mbinu za vibarua machembe, lakini hawajioni hizo nyota zilinaswa. Maana waliposaliwa kijiji kilijua tu vizuri, watoto wamesaliwa na nyota. Ukoo ulijua tu vizuri, huyu mtoto amesaliwa na nyota. Na watu wapaya sana ni watu ya ukoo, sio wa nje sana sana, hata watu wa ukoo katika familia, kijiji ambacho umesaliwa, watu wa ukoo ni wapaya sana. Maana mtu akisaliwa wanajua tu vizuri,
amesaliwa na nyota fulani, wanachua nyota ya mtoto akisaliwa akiwa mchanga. Sasa wakati huyu mtoto anasiti kukwamia mahali pale, amefika mkubwa, lakini amekwamia tu mahali pale, hataki kuchukua hatua angalau ya kupatilisha maisha, ende nje afanikiwa, saitie hawa. Sasa yeye pale amenaswa tu mahali pale. Hii nyota inachunguzwa kila wakati, yani wanamtazama kila wakati, wanakucha wanamtazama vile anaendelea, wakiona anaanza kufanikiwa tena wanachua mbinu za kufanya. Lakini watoto wazuri sio watoto wa kuchukua manyumba, mnachasana kwa poma moja, mnaishi mahali pale, wakioa mapipi hata wakei, wakuolewa inakuwa shida, mahali ni wamerundana tu hapo na watu ya ukoo ule tu, umesha nasa, hawawezi kusonga. Lakini wakichukua hatua mapema, wakapatilisha maisha, waende mbali, angalau wasichue nyota yake inafanya kazi ama haifanyi, wataisahau sasa, kwa sababu hawachui kama inafanya kazi. Hata kama kichana ataenda aoe kule nje, na wakati mwingine akuja kutembea tu nyumbani kama ashaoa, hata kama ni harusi ashafanyia kule, utakuta anakaa na pipi yake, maana akikuja kutembea nyumbani kitambo wanze kushika mita, ameshaona wazazi wake, tena anarudi kule nje, utakuta huyo harusi yake inakuwa mzuri, wanakaa vizuri, wanakaa kwa amani. Sio kwa sababu si nyota yao inaonyesha inafanya kazi gani, yani hawajui hata inaendelea wala iendelei, wanatazama, wanachoka, alafu wanaisahau. Kwa hivyo nataka nikwambie ndugu yangu, tata yangu, maybe umesoea tu mahali ulisaliwa, unasema tu hapa ni kwetu, sitoki hapa. Watu wanaendelea mbele wakisonga, wewe unasema hapa ni kwetu tu, unahangaika vile wazazi wanahangaika, yani hakuna mbele na nyuma. Hata ukijaribu kuoa hakuna vile utasomesha watoto, yani hata kazi hakuna, mafanikio hakuna. Chukua hatua ukisonga. Hawa wanakijiji, hawa watu wa ukoo hawatachua nyota yako inaendelea namna gani, bali watakuwa wakingojea ukuche wachue unaendeleaje, lakini wanashindwa na wanasahau. Na kule utafanikiwa, utasaidia familia, utasaidia pamoja hata na wazazi wako. Na watu wenye mko na nyota, alafu hiyo nyota watu hawawapendi, wakiwaona wanaona kama nyinyi hamfai, yani hata mkikaribia karibu hawataki, yani kile chenye mnafanya wanaona kama ni makosa, mkitaka kufanya chochote wanawapinga. Nataka kusema hivi msijali, maana Mungu aliyewapa hii nyota ataprotect nyota yenu na itaendelea kung'aa. Na wale ambao wanawatafuta kwa kila mbinu, wakitafuta hiyo nyota hawataipata, watakuwa wakijaribu, lakini maisha yao yanakuwa mbaya, kwa sababu Mungu ameshaiweka mkono na umeitunza kupitia kwa vitu ambavyo nimesema hapa. Hiyo nyota itasiti kunawiri, na hiyo nyota itasiti kufanya kazi mpaka maishani mwako mote, kuliko wale ambao wamepoteza nyota sao, alafu baada ya kukosa kutunza nyota sao wanatafuta mbinu za kwenda kuchukua sa watu wengine, yani wanapitisha kwa macho, wanatamani nyota za watu wengine ili wasifikie, lakini hawataweza hata kitoko. Mungu ameshaweka muhuri.